Saizi saa ngapi? Saa 4 dada. Saa 4 dada. Mimi dada yako tumezaliwa ukoo mmoja cha kwanza. Wewe nilikwambia kuamka humu mwisho saa ngapi? Si ulipokuja hapa nilikupa ratiba nzima. Natakiwa uamke saa ngapi, ufanye kazi zako mundani, umalize kufanya kazi, injika chai, watu wanywe mapema. Kwa hiyo nataka mimi na mdogo wangu tule saa ngapi yani? Amna dada. Nilianza kufanya ndani ndo maana. Wewe? Welea wewe. Wewe. Hicho kibali cha kuzungumza wakati mimi nazungumza, nani alikupa? Hivi wewe mwanamke unanitafuta nini wewe? Alafu ujue wewe kwangu mimi nakuona kama mbwa wa kizungu uliyetoroka mbugani wewe mbwa. Unachoshtuka kitu gani? Wewe ni sawa na mbwa wa kizungu, usiyekuwa na mbele wala nyuma. Yaani wewe kifupi kwenu ni maskini. Ndio maana ulivyokuja hapa ulivyoiona hii nyumba ina tiles, ina vioo, ina nini, basi imekuchanganya kabisa. Muda watu wanashinda kwenye TV. Unajua wajibu wako umefuata nini hapa? Maskini wa kutupwa wewe. Wewe. Usinitolee machozi. Usituchulie mimi na mdogo wangu. Usituchulie mbwa wewe. Yaani mimi naamka saa 4, chai hakuna. Naamka saa 4 ndani pachafu, umekimbilia nje. Ulifanya kazi gani jana usiku kunje? Alafu hivi ndio umefanya usafi hivi? We mbwa, hivi ndio umefanya usafi? Nilikufundishaje? Si nilikwambia kabisa unasugua hivi, lakini umekuja ndio kwanza unafanya hivi, mikono imelegea kwa kushika miogo ya kizee mbwa wewe. Shika. Sasa naomba tusikilizane. Naingia ndani sasa hivi. Ukiona tu nimemalizika hapa katika geti, uje ndani. Sisi tunaelewana? Uje wapi? Uje utuandalie chai. Sasa ngangana hapa. Futa machozi yako. Kimya. Shetani wamwangalie dela lake kama naingia leba sasa hivi. Yaani mpaka ulivyojisikia mwenyewe tena kwa muda wako. Mama mwenye nyumba. Shizo nilikwambia, shughulikia kadi yangu ya benki inasumbua. Lakini hata hujanipa majibu ya kueleweka. Samahani dada. Leo kuna sehemu nilikuwa nimewahi. Afisa unajua Jumatatu nitafanya hivi, nitaenda mapema. Ndio ushaenda hivyo. Yaani watu humu ndani. Mimi bila kuzungumza nafikiri mtafanya. Nipe hiki mimi. Shika. Sasa unashangani si unawishe au? Si unajua mimi sili sana jamani. Yaani umeshindwa hata kuchemsha maji lea kweli. Basi. Angara vunloesha. Angalia PC yangu. Wewe.
Kwani unataka mimi kunivimisha mashavu? Ulivopika ulionja? Yaani machakula umejeza machumvi, yaani sijui umepikaje, yaani hujui kupika, hujui kufua, hujui kufanya kazi yoyote. Wewe unawaza nini? Kuongea na mabwana kwenye simu. Si ndio? Kupiga porojo, kukumbatia wanaume, ndio unachokijua wewe, si ndio? Yaani kweli jamani, pesa natafuta kwa jasho langu. Yaani natafuta kwa nguvu zote. Nile basi nilizike. Hakuna mtu anakujazia machumvi. Sogea hapa. Shika. Onja. Usinitumbulie macho, nimekwambia onja. Unakisikiaje? Sina kuuliza wewe kaba mzoefu, unakisikiaje? Unaambiwa uonje kabisa, nione kabisa unaonja. Shika. Naomba ninawe. Yaani Baraka, sijui linawaza nini sijui. Sijui linajua nini hili jamani. Kupika alijui, usafi alijui, kukua alijui. Kwani wewe mtu aina gani? Sasa nikwambie kitu. Leo usiku ndani kula hakuna. Cha kwanza. Alafu cha pili, naomba nitafutie chakula mimi. Siwezi kulala na njaa. Na siwezi kuharibu pesa kwa upumbavu wako mbwa wewe. Wewe mbwa ulokosa mkia wewe. Kuna unachonitafuta wewe. Unitafutie chakula mimi leo mbwa wewe. Utaniletea. Njoo. Njoo. Usijali. Njoo. Njoo. Tamam. Mimi najua unapitia changamoto nyingi sana. Dada yangu sijui naye amepatwa na nini sasa hizi. Sasa hiki chakula kimezidi chumvi gani? Kila kitu kitakuwa sawa. Endelea kufanya kazi yako hivyo kwa bidii. Naamini Mungu atakusaidia. Sijui anielewa. Usilie. Futa machozi basi. Kulia ni miongoni mwa kukata tamaa. Basi sasa mimi sitaki kuamini kama wewe unataka ukate tamaa mapema hivi. Sijui unanielewa? Kaendelee. Naam. Leta simu yangu. Sawa nakuja dada. Endelea kufanya kazi yako. Lea. Dada yangu ndo anakufanya unalia hivyo. Hamna kazi Lea isiyokosa changamoto. Kila kazi na changamoto yake. Mimi mwenyewe sipendi kuona unafokewa kila muda. Yaani hata huko maofisini kwenyewe kuna changamoto wanazipitia. Dada yangu ni mtu wa kuzoeleka tu.
naomba umzoee dada yangu. Mimi mwenyewe kuna muda waga napishana naye sana tu, lakini sina jinsi, ni dada yangu na siwezi nikamwacha. Unahisi ni rahisi kumvumilia dadako? Unahisi ni rahisi? Naumia sana mimi sana, yaani nakosa hata amani, sina furaha kabisa. Yaani nipo tu lakini sina furaha kabisa, sina. Yaani natamani hata niondoke, kuna natamani. Naomba nikuombe kitu. Lea, mimi nahisi kazi unayofanya hapa unafanya kwa malengo, na malengo yako ili yaweze kutimia lazima ukutane na vitu kama hivi. Asa sawa, ukikata tamaa unazania malengo yako yanaweza kufikia? Nikuombe kitu basi. Msamehe dada yangu, huenda alijui alitendalo. Alafu dawa ya mpumbavu ni kumkalia kimya tu. Mimi nitakutana naye, nitaongea naye. Nakuomba usiongee naye. Yaani usimwambie lolote. Usimwambie chochote. Niko sawa. Sawa. Sina shida. Nakuomba usimwambie. Please. Nakuomba. Basi sawa, basi changamka basi. Sawa. Mimi Nakusikiliza mpenzi wangu, maana toka ulivyotoka kama vile unaonekana una mawazo. Shida nini? Mpenzi, kitu kilichonileta hapa ni kimoja tu. Mimi pale ninapokaa nakaa na marafiki zangu. Shida fiko nalifahamu hilo. Sasa marafiki zangu walikuja na wapenzi wao, na wakaniambia mimi niondoke. Na kama unavyojua hapa mjini mimi sina sehemu yote ya kukaa. Na wewe ndio jicho langu. Unajua kula yangu, vaa yangu, in short maisha yangu yote unayafahamu. Kwa hiyo ilonileta hapa ni shida moja, na mimi na uhakika kabisa ipo ndani ya uwezo wako. Kwa hiyo kama hutojali, naomba uniangalizie kiasi chochote kile. Nikaangalia hata nyumba au chumba. Na hii hapo itanisaidia kwa sababu hata siku ukija unakuwa free, tunakuwa tunajiachia, tunaenjoy yote. Ukiachana na ile nyumba ya wale watu, mimi nakuwa sipo free. Sasa Lami, kwa hiyo hilo ndo linakunyima amani mpenzi wangu? Ondoa shaka. Mimi nitakusaidia katika hilo. Sawa? Mimi hapa nyumbani niko mimi na mdogo wangu. Na kale kafanya kazi kale, si unakajua? Kwa hiyo tuko tu watu wachache. Kwa hiyo kuhusu hilo usio na wasiwasi. Mimi naomba tu ukakusanya kila kilichokuwa chako uje tuishi wote hapa nyumbani. Unajua mpenzi, mimi ninachokofia ni kitu kimoja tu. Nini? Hapo unakaa na ndugu zako. Sasa mimi nitakuaje huru pindi wewe upo, huyo mdogo wako? Mimi nitawezaje kujiachia hapa? Unajui mimi naogopa mwenzako Nikwambie kitu. Mimi hapa ndo kila kitu. Yaani mimi nikizungumza kitu hakuna wa kupinga. Kwa hiyo katika hilo ondoa shaka. Uwe kachukue vilivyo vyako, uje tuanze maisha mapya hapa nyumbani. Kweli? You are welcome. Napenda. Nakupenda pia. Samahani dada yangu, nimekuita hapa ili tuweze kuongea baadhi ya vitu vinavyoendelea huko ndani. Lea dada ni binadamu kama binadamu wengine tu. Kwa nini tunamfanyia vitu ambavyo sivyo? Kumbuka Lea ndo anatupikia chakula huko ndani, anafanya usafi. Mtoto wa watu maskini wa Mungu halali. Anatuwaza sisi tu, anawaza afya zetu. Unamfokea, unamtukana. Kwani baba alivyokuwa anamleta huko ndani ndo tulikuwa tumekubaliana naye hivyo? Jaribu kuwa hata na roho ya huruma dada yangu. Sijapendezwa mimi na hilo swala.
Na ndio maana nimekuomba dada yangu uweze kunisikiliza japo kidogo tu, ili ya mambo tuyaweke sawa. Hongera kaka, umekuwa. Yaani mpaka nakupigia makofi hivi, umekuwa. Yaani kweli Shizo, mimi wa kuniweka kitimoto kisa ni huyu kidampa humu ndani kweli? Yaani sikuwaza wala kufikiria kama kuna siku utaniweka kikao kisa ni mwanamke. Hivi kweli una akili wewe? Yaani mimi ukaniseme kisa eti mwanamke ambaye hujazaliwa naye, hauko uko naye wala familia. Hivi hii inaingia akilini kweli? Lakini dada, unachokifanya naye bana, na wewe muda mwingine bana sio kitu kizuri, lakini kwa kama unafanya kitu kibaya dada, tushindwe kuongea. Hebu tusikilizane kwanza. Tena naomba unisikilize. Shizo, tunaheshimiana. Mimi nakuheshimu wewe na wewe unaniheshimu mimi. In short tunaheshimiana. Sijawahi kukuvunjia heshima hata siku moja. Sijawahi kukujibu vibaya hata siku moja. Kwa nini wewe? Kwa nini wewe kwangu? Kisa ni huyu mwanamke. Kwa hiyo kumbe mnatakana si ndio? Lakini dada, hata wafanyakazi wa ndani na wenyewe ni watu kama watu wengine. Just imagine ndio ungekuwa ndo wewe sasa. Jaribu kuvata viatu vyake. Ungejisikiaje? Au dada, kwa sababu sisi tumezaliwa katika familia nzuri? Au kwa sababu yeye amezaliwa katika familia duni? Unachokifanya dadangu, lakini mimi sikipendi bana. Kuna muda tu inabidi tu tuongee mambo yanayoendelea huko ndani. Shizo, mimi ni dada yako. Tena wa baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo kuna muda mimi nikiwa nazungumza na huyu binti namuelewesha kama mwanamke mwenzangu. Sasa kama mnatakana Shizo, naomba ili swala liwe la kwako wewe na mwanamke wako, usinihusishe. Na kama utaona inakuuma endelea kukaa katika hii nyumba huku unamuona mwanamke wako anasemwa, ananyanyaswa, hapendwi. Baba, kule kijijini kuna nyumba imeachwa na baba. Ameweka tu wakulima. Utakwenda. Kwa sababu sina kuuma. Demu wako anasemwa ananyanyaswa, si unaumia? Utaenda kijijini kwenda kuwasimamia wakulima. Vizuri tu, tuishi kwa amani. Nafikiri tumeelewana. Na kingine nisije nikasahau. Yaani ufanye mwanzo na mwisho kuja kuniita kikao kama ulivyoniita leo. Sijapenda. Yaani Shizo, sijapenda. Na nimeongea kwa ustaarabu tu kwa sababu sijawahi kukuvunjia heshima na wewe hujawahi kunivunjia heshima, lakini kwa hili sijapenda na sitaki. Asa dada, vitu vingine sio ni vya kuongea, lakini baba mimi akija lazima nije nimwambie yake ya Mungu mambo gani tunanyanyasana tu kwa sababu eti yeye kisa yeye ni mkubwa.
Yaani sijawaza wala kutegemea kama siku moja utatembea na mfanyakazi wa ndani au utamtamani. Kwani wewe una nini? Mbona wanawake wapo wengi? Hivi ona, umeenda kunizalilisha. Nini hiki unachoniletea? Nini? Na mimi nilijua. Ndio maana kila ninapomsema mwanamke na kumweka sawa, wewe unaumia. Kumbe ndani ya moyo wako tayari ushatengeneza upendo. Sasa nakwambia hivi, huo upendo ulioutengeneza sio katika nyumba hii. Na sio kwa yule mwanamke. Mimi sijaona mwanamke pale. Mwanamke misigino kana napima eka. Mwanamke yupi yule? Hivi hujaona? Kiukweli umenikwaza. Yaani umenikwaza sana. Lakini dada, unanikosea sana unavyosema hivyo. Kwani yule mtoto wa watu dada alikukosea nini kikubwa? Basi tumuite hapa aje kuombe msamaha. Yule ni binadamu kama binadamu wengine, lakini alafu dada, mimi isitoshe, yule mwanamke mimi nampenda. Kwanza mimi naona sio bure. Yule mwanamke ameshakuroga. Haki ya Mungu na mtume nakwambia. Kwa mwanamke yule. Yaani nakwambia hivi, amekuroga. Sasa nasema hivi, kama yeye anajua mbele, mimi najua huko nyuma. Atakapopita na mimi nitapita, na mpaka nitajua. Na kingine, kama unataka mwanamke, mimi nitakutafutia mwanamke ambaye ataendana na wewe, mwanamke mwenye hadhi yako, sio yule mchafu kuoga. Nafikiri tumeelewana. Sasa nikuone. Kitu gani? Hivi wewe unalala gani? Yaani kwanza ulichokifanya umenitibua, umenikela, natamani nikukamate kama nikutikise alafu nikuachie kule. Wewe unataka kuniharibia ndugu yangu Sina kuuliza wewe. Unataka kuniharibia ndugu yangu? Kwani wewe umekuja kufanya kazi, umefuata mapenzi humu ndani? Sasa nisikilize. Ninachokisema sasa hivi, kesho asubuhi kukipambazuka, kusanya kila kilichokuwa cha kwako kwenu. Usiniguse. Usiniguse. Dada, naomba unisamehe. Mamangu anaumwa na mamangu ananitegemea sana. Mimi nikiacha hii kazi mamangu atashije? Na kwa wewe. Hivi kwanza mimi nikuulize, wewe umekuja kufanya kazi hapa au umefuata umalaya? Kumbe wewe malaya Unataka kuniharibia ndugu yangu, si ndio? Yaani nilichokisema hakitorudi nyuma. Nimekuambia kesho asubuhi na mapema kusanya kilichokuwa chako uende. Kesho ikifika asubuhi na mapema, sitaki kuiona sura yako. Sitaki kukuona wewe wala hii pua yako. Wewe mbwa wa kizungu wewe. Nimeshamaliza. Nataka utekelezaji. Shubahamiti. Lea. Asubuhi tu kumekucha unaanza kulia. Shida nini? Alafu vipi na hizo nguo? Unaenda nazo wapi? Dada amenifukuza.
Amekufukuza? Asa amekufukuza kwa misingi ipi? Au kosa gani ambalo wewe umemfanyia mpaka ameamua kufukuza? Msielewi kitu chochote yani. Yameniambia tu nirudi nyumbani. Namba zaidi hajanipata nauli, hajanipa hata mshahara wangu. Sasa mimi naendaje jamani eti? Nako tumbali sana. Naomba nisikilize Lea. Aliyekuleta umndani ndo atakayekutoa. Anakufukuza ni kama nani? Baba sio ndo aliyekuleta umndani? Basi baba huyo ndo atakayekuja atakayekutoa. Alafu haya mambo yote yanaendelea umndani, baba haelewi. Nipe mzigo, sawa? Nikauweke ndani. Uendelee na majukumu yako. Acha dunia. Kuna nini kinaendelea? Sina wauliza nyinyi mna shida gani? Alafu wewe nilikwambia nini? Nilikwambia nini? Si unakumbuka nilikwambia ikifika asubuhi nisikuone? Aya, mpaka sasa hivi unafanya nini hapa? Aya. Dadangu, mjaribu kuwa basi hata na chembe chembe ya huruma. Kwenye roho yako basi weka hata roho ya binadamu. Asa huyu unamfukuza aende wapi? Alafu isitoshe, sio wewe ulimleta huko ndani. Naomba nisikize kwa makini. Akiondoka huyu, na mimi naondoka. Ili ubaki peke yako kwenye huu mjengo. Sio ndo la yako? Umekuwa ndugu yangu. Yaani umekuwa. Mpaka unajua kumtetea mtu. Wewe ni mkubwa. Alafu usichokijua Shizo, mimi ni dada yako. Alafu ni mkubwa katika hii nyumba. Kwa hiyo ninachokisema mimi naomba kifuatwe. Sio tumeelewana? We binti. Naomba uende. Karibu. Asante. Wewe ni nani? Na ulikuwa na shida gani? Mimi ni mgeni wa dada yako. Karibu baby. Thanks more baby. Sasa mbona umefika hata hujanipigia simu kama unakuja? Kweli baby? Baby. Unajua tulikuwa tushakubaliana. Kwa hiyo nikaona nije moja kwa moja, tu unajua. Sawa. Shizo. Unashangaa nini? Chukua begi la shemeji yako, peleka ndani. Peleka ndani. Karibu. Karibu ndani. Karibu ndani. Dada, naomba unisamehe. Na kuahidi haitajirudia. Nitabadilika mimi. Nitabadilika. Mimi bado naitaka hii kazi, bado sana nahitaji. Mamangu ananitegemea. Yaani mamangu mimi ndo tegemezi lake. Bila mimi mamangu hamna kitu yani. Hamna kitu dada. Nakuomba. We. Kwani uwezi kuzungumza huko paka uniguse? Kwani
wewe ukoje wewe? Umeshaona kuna mwanamume mpya eh? Unawashwa tena. Au unataka unitie mimi sifa mbaya? Kwani wewe una nini? Si nilikwambia mimi sitaki kukuona. Kinakuweka nini hapa? Hebu toka bwana. Toka nimesema. Mimi bado naitaka kazi lakini dada nakuomba mimi. Dada, mtu akiomba msamaha anamaanisha kwamba amegundua makosa yake hapo hapo. Naamini kwamba hatarudia tena. Kama unavyosikia hapo, yeye ndo tegemezi katika familia yao. Mama yake anamtegemea. Ukimwachisha kazi, mama yake hatakuwa anategemezi tena. Naomba jaribu basi kumsamehe. Mimi mdogo wako nakuomba, msamehe kwa niaba yangu. Anyway, ndo nimefika na sielewi chochote kinachoendelea. Baby, kama hautojali basi naomba umsamehe, na haya mazungumzo mtaendelea nayo tena baadaye, kwa sababu nastahili kuwa na wewe baby. Then mimi niko hapa kwa sababu ya wewe kukupa furaha. Kwa hiyo naomba umruhusu akaendelee na mambo yake mengine tafadhali. Okay baby, okay. Wewe, nenda ndani. Toka nenda ndani. I'm sorry baby. I'm sorry. Shizo. Nafikiri unamwona mgeni aliyekuwa mbele yako. Na ukizingatia hii sura ni ngeni kwako na hata humu ndani. Nilikuwa naomba kwanza mfahamiane. Wewe akujue na yeye akujue. In short mfahamiane na mjuane. Lakini kingine, huyu mgeni tutakuwa naye hapa ndani kwa siku kadhaa hivi. Na ikiwezekana anaweza akawa hata mgeni wa kudumu. Pia nisiwe muongeaji sana. Huyu mgeni unayemwona hapa mbele yako ni shemeji yako. Baby. Yes, baby. Baby. Nilikuwa naomba tu mzoee mdogo wangu. Kwa sababu ana vitabia fulani hivi vya ukorofi, kwa hiyo asije akakuumiza kichwa. Usijali baby. Kwa sababu nimeshajua wewe ndio kontawa hapa ndani. Mimi sina wasiwasi. Na pia labda nikwambie tu, niko hapa kwa sababu ya kukupa wewe furaha. Ndio wajibu wangu mkubwa kwako. Kwanza nashukuru kwa sababu yani nilikuwa najisikia vibaya sana kwa haya yalotokea hapa. Lakini toka ufike. Sawa. Never mind baby.
Lea, ni vigumu sana kuificha hisia yako ya majonzi. Sawa. Naomba timiza wajibu wako ipasavyo, ili na mimi niweze kupata njia ya kukutetea wewe. Sawa, nimekuelewa. Asante. Kaka, kila kitu kipo vizuri na nimeshafanikiwa kuingia kwenye hii nyumba. Licha kuwa unajua jinsi gani yule mwanamke anavyonipenda kaka. Asa sikia nikwambie. Misheni yetu kama tulivyoongea inabidi ifanyike vile vile. Na yule mwanamke kwangu aweze kapindua kitu chochote kile. Kwa hiyo cha kufanya, mimi nitafanya na nitacheza mission kama tulivyoongea na kama tulivyokubaliana. Kitu ambacho nakifanya sasa hivi ni mimi kujua nyaraka zote za nyumba ziko wapi, na pia niweze kuteka akaunti zake zote za benki. Kwa sababu kaka, huu ni wakati sisi ambao inabidi tujitafute na tuweze kujipata kaka. Wewe mwenyewe unajua kabisa huyo mwanamke kwangu ni zezeta, aongei chochote kile. Ushaona? Kwa hiyo mimi nitakachofanya, kwanza nitampa furaha na nitahakikisha kila anachokipata akipate kwa wakati. Yote ni juu ya furaha, hisia za moyo wake. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini kuwa makini sana. Na kila hatua utakayopiga unatakiwa unipe taarifa, ili kama kuna kitu chochote nahitajika kukifanya kwa muda huo niweze kufanya kwa mapema. Sawa, lakini kikubwa ambacho nakiomba kutoka kwako, inabidi uhakikishe unakuwa karibu sana na simu. Kwa sababu unajua hizi nyumba za watu ndugu yangu. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea. Wewe kuwa karibu na simu na mimi nitacheza mission kama tulivyokubaliana. Huyu kwangu hawezi akasumbua chochote kile kaka. Nimemweka mkononi. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Niambie ulikuwa unaongea na nani? Sitaki kuamini kama umesikia kila kitu nilichokuwa nakiongea. Lakini ni simu tu ya wazazi wangu. Nilikuwa nawapa taarifa kwamba mtoto wao niko salama. Mimi nimesikia kila kitu. Mimi labda nikwambie kitu Lami. Yaani mimi nina wivu sana juu yako. Na hasa nikiona hizi simu za makando kando, huaga napatwa na mashaka sana. Na unajua kabisa jinsi gani ninavyokupenda. Na haya yote nafanya kwa sababu ya mapenzi yangu kwako. Na kabisa nimekutoa kule, nimekuleta nyumbani. Hii yote uwe sambamba na mimi, uwe karibu na mimi. Lakini kwa nini unaanza kunitia mashaka? Kwa nini? Nakupenda. Naomba nikuahidi kitu kipenzi cha roho yangu. Unajua katika hii dunia na ulimwengu mzima kuna mapenzi aina mbili. Kuna mapenzi ya hisia za moyo na kuna mapenzi ya starehe za kidunia. I mean for the fun. Lakini mimi moyo wangu umechagua kukupenda wewe. Inawezekanaje niweze kukuchiti? Inawezekanaje niweze kukaa mbali na wewe? Aliyakuwa nionapo sura yako ndo furaha hisia za moyo wangu. Mpenzi, mimi ni wako na nitabaki kuwa wako. Nakupenda la hadhizo moyo wangu. Nakupenda pia. Naomba isijirudie hii. Hamna siku ambayo umenikosea kama siku ya leo. Upuuzi gani ambao umetuletea huko ndani? Yule ni mwanaume kweli? Wanaume wakisema wapite mbele naye atapita yule. Umekosa wanaume huko barabarani dadangu. Wanaume wa maana, ambao wana wazifa wao. Ili swala dada, aliwezi likawa kama unavyotaka wewe. Sasa naomba nisikilize kwa makini dadangu. Huyu ndani akai.
Hii nyumba ni ya baba. Alafu baba hata akisikia na majirani wenyewe wakasikia, hiki kitu hawezi wakakiafikia kabisa. Shizo, kwanza naomba utambue unazungumza na nani. Alafu mtu anapokuheshimu usimlazimishe aje kuvunjia heshima uliyokuwa nayo. Na kingine nikwambie tu, labda siku zote mapenzi hayanaga umri. Umri ni namba tu. Alafu mimi yule hata kadi yake ya kliniki sina. Ina maana mimi sio mama yake wala sina uko naye. Yule ni mpenzi wangu na mimi ni mpenzi wake. Tumekubaliana. Sasa utavyoniheshimu mimi, basi na yule umheshimu hivyo hivyo. Sijui unanielewa? Naomba tukae kwa amani, kwa usalama humu ndani. Mpende kama unavyonipenda mimi. Sihitaji mambo mengine, sitaki. Dada, hiyo desturi uliona wapi? Mtoto wa kike kumpeleka mwanaume kwenye nyumba ya baba yake. Mimi nilitegemea kwamba wewe ni mkubwa, sawa? Mimi ni mdogo wako. Wewe mimi ndo nakuangalia. Kwamba dada, inatakiwa mimi unilee katika misingi iliyo bora na iliyo imara. Lakini leo hii unaanza kuniletea vitu ambavyo sivielewi. Au dada yangu umelogwa? Mimi nahisi wewe umelogwa. Hivi, ngoja nikwambie kitu. Hivi unayajua mapenzi wewe? Unayajua? Sasa basi. Siku zote kipenda roho hulaga nyama mbichi. Naomba niache na maamuzi yangu. Sijalazimishwa na mtu wala sijasurutishwa na mtu. Nimechagua mwenyewe, ndo chaguo langu. Naomba tuheshimiane Shizo. Fanya yako na fanya ya kwangu. Sija kuingilia kwenye mambo yako. Kitakachotokea usije kwa nani. Ndo unanitisha? Unajua baby, wakati nakuja hapa ndani uliniahidi kwamba nitapata furaha na nitapata kila kitu ambacho nahitaji kukipata kwa wakati. Lakini mimi naona kama mambo yameenda ndivyo sivyo, kwa sababu mimi sijapenda maneno ambayo alikuwa anaongea mdogo wako. Ni maneno ambayo yameniumiza sana. Na kila nikiwa na dadavua kwenye akili yangu, naona kabisa yananiumiza. Yes, naelewa juu hisia zako juu yangu. Na pia unaelewa namna gani mimi ninavyokupenda. Lakini maneno ambayo aliongea mdogo wako yamenitoa out of mood mpenzi. Kiukweli mimi sijajisikia vizuri juu ya maneno. Yameniumiza sana mpenzi wangu. Mimi labda nitangulize msamaha katika hilo. Naomba nisamehe mimi. Lakini kingine nikutoe tu hofu mpenzi wangu. Unajua katika hii nyumba mimi ndo mkubwa na mimi ndo muongeaji wa kila kitu. Yaani hata kitokee nini, lakini mimi ndo mmalizaji. Kwa hiyo hata hicho ulichokisikia, mimi naomba tu fanya kama kijatokea kitu. Kwa sababu hamna mtu yoyote wa kuweza kukuambia jambo lolote. Na mimi mpaka nimekutoa kule kukuleta hapa. Yaani wewe una nafasi kubwa sana kwa upande wangu. Na sidhani kama kuna mtu atakuuliza kwa nini uko hapa, kwa nini hivi, atakusumbua vile, sidhani. Labda nikwambie kitu kimoja. Wewe kwa sasa sio mgeni. Wewe sasa hivi ni baba mwenye nyumba. Sasa katika hilo hakuna mtu yote atakayekusumbua.
na utakachojisikia chochote kufanya. Ruksa. Ukitaka kula, ukitaka kunywa, ukitaka chochote kile. Ruksa kumwambia yoyote. Na kama kuna mtu yoyote labda kucrash katika hili, wewe una nafasi ya kuniambia mimi. Alafu mimi nitadili nao. So be free, my love. Kiukweli najivunia sana. Pia nafurahi kwa maneno yako matamu uliyoongea juu yangu. Lakini mpenzi wangu, unanihakikishia kweli mimi ni baba mwenye nyumba na nitapata kila ninachokistahili kukipata kwa wakati, si ndio Wow. Sawa. Mimi ombi langu ni moja tu juu yako. Mimi naomba zidi kuwa karibu na mimi mpenzi wangu, ili kila ninachokihitaji kukipata nikipate kwa wakati. Usijali katika hilo. Na ndio maana sikutaka uwe mbali na mimi. Nilikutoa kule ili nije ni enjoy. Sasa na imani kabisa unanjia na kujua. Okay, basi niache nikaangalia chochote kitu ili kae sawa. Ulikuwa unasikiliza nini? Dada, wewe stop wewe. Wewe unanitafuta nini wewe? Mimi nilikuja tu kukuambia kwamba chai kule. Unawashwa Nakuuliza unawashwa? Yaani umejibebelea ulipojitoa umekuja paka hapa na nisikiliza mimi chumbani na mtu wangu. Unawashwa, unataka. Aya, ingia zamu yako. Njoo ingia zamu yako. Ziza ingia. Kwani wewe ukoje wewe? Ukoje? Mshenzi wewe. Aya, ulikuja kuniambia nini? Toka. Toka, toka. Mbavu wewe.
Umerelax mwenyewe. Kwa kazi zote ushamaliza? Dada, nimemaliza. Naona umejiweka tu hapo. Anyway, sisi tunatoka. Hakikisha unapika chakula kama ninavyopikaga mwenyewe. Kisiwe na dosari hata kidogo. Na kingine, tengeneza juisi yangu ninayoipendaga. Sasa ole wako. Baadaye. Sawa. Lea, kuna tatizo gani? Lea, naomba niambie basi. Nini shida? Au itakuwa dada amekupiga? Na kama amekupiga, niambie ili nijue. Hapana, dada hakunipiga. Na hata angenipiga nisingekupigia wewe simu. Sasa, kama dada hajakupiga, shida ni nini? Shizo, nimekuita hapa kuna jambo la umuhimu sana. Na ukizubaa, tunaweza kupoteza kila kitu. Nimemsikia mpenzi wake dada anataka kuuza hii nyumba. Lea, hicho unachokizungumza unafika nacho? Ndio, na uhakika. Nimemsikia kwa masikio yangu akiwa anaongea na simu. Alo kaka. Sasa sikia nikwambie. Nimefanikiwa kupata kila kitu. Yaani hati miliki zote za hii nyumba, dokumenti zote ziko mikononi mwangu. Hasa ninachokuomba ambacho nitakuwa tufanye kwa haraka zaidi. Inabidi tufanye haraka tuweze kuiuza hii nyumba. Kwa sababu mimi naona hatuna muda. Wewe mwenyewe unaelewa kabisa mambo yasiwe mengi ndugu yangu. Si unanielewa? Na sasa hivi ambacho nakifuatilia, nataka niweze kukamata kadi zake zote za benki. Nikamate kadi za benki, alafu nijiredese ili niweze kupata namba siri zake. Ushaona? Baada ya kuuza nyumba, tuna draw zile hela, tunafanya maisha yetu. Sitaki kuamini kama au sitaki kuona tunapoteza muda, ndugu yangu. Kwa hiyo kwa hilo, naomba tuwe serious. Mipango toka tumeipanga sasa imekamilika. Mimi nilijua tu. Yule sio mwanaume sahihi kwa dada. Alafu yule mwanaume alipata tu ni mali hizi. Lakini dada mimi nikimwambia, anaona kama mimi namwingilia kwenye mapenzi yake. Simpendi. Lea, asante kwa kunifikishia hizo taarifa. Nashukuru sana. Lakini mimi nitajua jinsi ya kufanya. Bwana, Shizo nini bwana? Dada, naomba nisikilize kwa makini. Kila siku nakuelekeza, huyo mtu sio mtu mzuri lakini hutaki kuniamini. Hivi, unajua kinachoendelea hapa ndani ni nini? Asa mimi nataka nikwambie kinachoendelea dadangu. Huyo mtu anataka auze hii nyumba. Hawezi. Hapana. Yaani hicho kitu hawezi. Kwani wewe una nini wewe? Hivi una akili sawa sawa kweli wewe? Kwani amekukosea nini mtoto wa watu? Mbona unapenda kumrundikia mzigo? Vitu ambavyo wewe afanye wewe ndio kwanza unamrundikia. Amekukosea nini? Kuna chochote labda unachomgalamikia wewe? Au wewe ndio ulompigia simu kwamba aje kuishi hapa? Kwa nini unaumia? Alafu ukiangalia yule mtoto wa kiume mwenzio, kwa nini unaumia? Sasa nisikilize nikwambie.
Yule amekuja kwa niaba yangu, alafu mimi ndo mpenzi wake. Nitakachokisema mimi ndo atakachokifuata yeye. Sijui tunaelewana? Kwa hiyo katika hilo naomba tuheshimiane. Kwani dada, huyu jamaa amekupa nini? Mpaka unashindwa sasa kuniamini mimi mdogo wako. Nitakachokwambia, lakini yule jamaa unamwamini. Na isitoshe sasa dadangu, kitu ambacho natakiwa ukijue. Hati za hii nyumba ziko mikononi mwake. Baby, mbona ghafla? Una shida gani? Na mbona tulirudi tu vizuri? Maana mimi sijazoea kukuona katika hali kama hiyo. Hivi una nini wewe? Nakuuliza wewe una nini? Hivi kwa nini unamchukia mtoto watu mpaka unapitiliza? Aya. Unamrundikia maneno kibao ya uongo. Ili mradi tu mimi niamini nimfukuze. Sasa kwa taarifa yako yule haondoki. Labda mimi nitake. Na sio mtu yoyote humu ndani. Wao wameniambia kwamba hati sijui anazo mikononi mwake. Mbona nimezikuta pale pale nilipoziweka? Wewe usitaki mimi kuniamini dadangu. Lakini ipo siku yeye mwenyewe atakuaminisha yule jamaa. Kwa kitu ambacho kitakachokuja kutokea. Sasa na mimi nisikilize. Kama yule mkaka unamrundikia maneno na kumuongopea, kisa aondoke katika hii nyumba, haondoki. Mimi ndo nimempenda na yeye amenipenda mimi. Ili yeye aondoke mimi nitake na sio mtu mwingine. Na iwe mwanzo na mwisho kufatana katika mambo yangu. Baki na mambo yako, niache na mambo yangu. Nimemaliza, sitaki. Yaani hapa naona kabisa tumeshaanza kushtukiwa. Kwa sababu hauwezi amini. Yaani amekuja na amekagua pale pale ambapo mimi nilipoziona. Kwa hiyo cha msingi na cha sekondari cha kufanya, mimi naona tusipoteze muda kabisa ndugu yangu. Yaani wewe inabidi utafute dalali na hii nyumba tena ikibidi leo jioni wewe imeshauzika. Naomba ufanye hivyo kaka. Sawa basi. Nakuja hapo chapo. Naam. Ambe. Naomba unisikilize kwa makini. Hatuna muda wa kupoteza tena. Nimemsikia Lami anaongea na simu. Nyumba leo inatakiwa iuzwe. Na hapa napokuambia kaondoka. Koka elekea wapi? Mimi sifahamu kaenda wapi. Mimi nimemsikia tu anaongea na simu. Ndio anaenda kukutana na wewe mtu alikuwa anaongea naye. Okay. Ngoja nifanye kitu basi.
Lami, unaweza kuniambia hizi hati zangu za nyumba nazipeleka wapi? Baby, nahisi nitakuwa nimechanganya dokumenti zangu za chuo. Hivi kumbe we sio mtu wewe? Kwanza wewe ulizipataje? Kwa sababu hizi hati nilipoziweka sio rahisi mtu kujua kama unavyofikiria. Hata hao wadogo zangu wenyewe ninaoishi nao humu ndani siku zote hawajui wapi zilipo hizi. Wewe ulizipataje? Na unaenda nazo wapi? Hivi wewe ulikuja kwenye maisha yangu kuja kunifilisi eh? Ukuja kama mpenzi wangu, si ndio? Au ulitaka kunilaghai? Kwa hiyo upo na mimi kwa ajili ya manufaa yako mengine, si ndio eh? Lami, kwa ulichokifanya sijawahi wala kuwaza kama kuna siku utanisaliti kwa vitu vidogo kama hivi. Kwa hiyo unataka mimi nizalilike, si ndio? Kwani wewe mtu aina gani? Unataka mimi niishije? Hiki ambacho mimi naliingia najivunia unataka kunidhulumu? Kweli? Hivyo nimekufanyia mangapi? Misaada yangu mingapi nimeitupa kwako? Hukumbuki? Huwazi? Wala ufikirii? We mwizi eh? No baby. Asa mimi nitakuibiaje wakati najua thamani yako kwangu mpenzi? Mimi siwezi nikakuibia wewe mama yangu. Lami, yani hakuna siku ulionikera kama leo. Hakuna siku ulioniuzi kama siku ya leo. Nimekukosea nini? Eh? Kubwa gani ambalo mimi nimelifanya kwako baya, malipo yake ndo haya. Si ndio? Sasa nisikilize. Kwa ulichokifanya na kwa maamuzi ambayo mimi nitayachukua, naomba tusameheane katika hilo. Kuanzia sasa hivi ninavyozungumza na wewe, kusanya kila kilichokuwa cha kwako uende. Lami, kwa amani tu. Baby, please. Asa ukinifukuza mimi hapa nitaenda wapi? Naomba uoneshe huruma yako kwangu tafadhali. Mimi sina sehemu yote ya kwenda mpenzi. Basi naomba usiutie moyo wangu joto please. Ondoka bwana! Naomba uende. Nafikiri tunaelewana. Wewe sio mtu wangu. Sio shida zangu. Hebu sasa usikia. Wewe sio binadamu katika upande wangu. Sitaki kabisa kukuona. Sitaki. Wewe binadamu gani ufadhiliki? Wewe nimekufadhili mangapi wewe? Mangapi nimekufadhili? Kwa nini una mimi chizi au mwenda wazimu? Eh? Asa baby, mimi ukinifukuza nitaenda wapi? Shida fika nishakwambia ndio jicho langu. Wewe ndio mwongozaji wangu. Na kwa nini unapenda kunizalilisha mbele za watu hapa? Ina maana unashinda kunilinda hata heshima yangu. Hebu naomba na moyo wa huruma tafadhali. Mimi nishakwambia nimekosea. Makosa ni ya kwetu wanadamu mpenzi wangu. Hebu naomba nihurumie basi. Hivi wewe una akili wewe? Unaelewa ninachokizungumza? Unaelewa? Lami, usinisababishie nikakufanya kitu kibaya. Usisababishe ukaujua upande wangu wa pili. Naomba uende kabla sijakuharibu. Sikutaki. Mapenzi yangu mimi na wewe yamefika mwisho baba, nenda. Baby, ina maana unashindwa kuonesha moyo wa huruma. Huruma yako iko wapi tena mbele yangu mpenzi? Basi naomba makosa yetu yasiwe juu sana kuliko mapenzi tulionayo. Hebu naomba unisamehe. Please. Lami! Hebu toka basi.
Ndugu zangu, mimi najua nimewakosea sana, lakini kabla ya yote naomba mnisamehe katika hilo. Siku zote mtu anapoomba samahani anakuwa ametambua makosa yake, na mimi mpaka nafikia hatua hii, basi najua makosa yangu ambayo nimeyafanya kwenu. Mimi sio malaika, ni binadamu. Kwa hiyo kuna vitu nilivyokuwa navifanya, nilikuwa navifanya kama binadamu, na ndio maana niko mbele yenu hapa kwa ajili ya kuomba samahani. Lakini pia niwashukuru kwa mlichokifanya, kwa sababu bila nyinyi hizi hati mimi nafikiri saa hizi zingekuwa mikononi mwa yule mwanaume na tungekuwa tunazungumza mengine. Nawashukuruni sana katika hili. Lea, mdogo wangu, mimi najua nimekukosea mengi sana sana tu, lakini nikiwa kama dada yako, nikiwa kama ndugu yako wa karibu, naomba unisamehe kila baya ambalo nimekufanyia katika nyumba hii. Siku zote kutenda kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa. Na mimi nimeyatambua makosa yangu, na ndio maana nimekuomba samahani kwa yote ambayo nimekufanyia mabaya. Naomba unisamehe sana mdogo wangu. Dada, usijali. Mimi nishakusameheaga muda mrefu tu. Wewe kama dada yangu. Alafu nimekaa na nyie muda mrefu sana. Kwa hiyo usijali kuhusu mimi. Na kingine, nyie kama ndugu zangu. Kwa hiyo nikiona kuna kitu kinatokea kinachoweza kuharibu familia yetu, kama na uwezo wa kukifanya na kifanya. Kwa hiyo ndo wasiwasi. Asante, nashukuru kwa kunisamehe mdogo wangu. Pia Shizo mdogo wangu, najua nimekukosea sana. Na ukizingatia wewe humu ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume siku zote huaga ni msimamizi katika nyumba. Haijalishi kwa namna gani. Lakini pia sikutaka kukusikiliza kwa kila kibaya ambacho nilikuwa nakifanya. Kwangu mimi nilikuwa naona sawa. Ingawa ulinipigania sana mdogo wangu. Lakini sikuonyesha ushirikiano wowote upande wako. Sasa leo ndo naamini ule msemo unaosema kwamba mapenzi upofu. Na ndo kitu ambacho kimetokea upande wangu. Yote nilokuwa nayafanya nilikuwa nafanya kwa mapenzi. Sikujua hasara zake baadaye. Lakini leo ndo nimeona. Katika hili naomba unisamehe sana my brother. Sister, ili uweze kupatia lazima ukosee. Utakuwa sio muungwana nisipokusamehe dada yangu. Alafu wewe mimi ni dada yangu. Na unatambua ni jinsi gani ninavyokupenda. Na bila wewe mimi nisingefika hapa nilipo. Unanipambania kwenye vitu vyangu. Basi acha na mimi nipambanie familia. Takuwa sina maneno mengi sana dada yangu, kwa sababu kila kitu kilichokuwa kinaendelea huko ndani tumekiona kwa macho yetu. Ila tuendelee kuishi kwa upendo na amani katika familia yetu. Sawa, nashukuru kusikia hivyo. Naomba mtambue dada yenu wa sasa hivi sio wa mwanzo. Huyu ni mpya. Naomba tuishi kama tulivyokuwa tunaishi mwanzo kabisa.